mtazamaji, kama kawaida tunakutana tena kwenye Afrika Leo. Leo nipo na Sheikh Murta ambaye ni maarufu sana mtandaoni kwa TikTok. Anakuwepo sana kutoa dawa. Leo tupo hapa kuzungumzia kuhusiana na makundi ambayo ni mabaya. Vijana ambao wanajiunga na makundi ambayo si mazuri na pengine wanapelekea kuharibikiwa na kuwa na tabia ambazo si nzuri. Sheikh Murta, kwanza karibu katika kipindi chetu cha Afrika Leo. Asante sana. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha mpaka hapa tulipofikia. Afya tuliyokuwa nayo, pumzi tunavuta, hizo zote ni neema zake Mwenyezi Mungu. Tunamshukuru. Kwa niaba ya watazamaji nisalimie kwa maamkizi matukufu, maamkizi ya heshima, maamkizi ya watu wa peponi. Niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ulivyomsikia Sheikh Murta kwa namna alivyosalimia, natumai kwa nyinyi ambao mmekuwa ni tofauti na dini ya Sheikh Murta mtatusamehe, au tunasema tuwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa moja kwa moja tukaongelee kuhusiana na mada yetu Sheikh Murta. Kwa bahati tumeona vijana wengi sana wanakuwa ni watu ambao wanafuata yale makundi ambayo sio na pengine kuharibikiwa. Hii imekaje kwenye dini ya Kiislamu? Maana tuna base kwenye dini ya Kiislamu kuhusiana na Islam. Hii imekaje? Jambo hili kwanza kabisa ni jambo baya kwanza, lakini pia ni jambo zito. Na kama walivyosema kwa mujibu wa dini ya Uislamu, jambo hili linatulazimu kidogo tuanze nyuma ili kuwaelewesha watu. Sasa kabla ya kufikia huku mtu anapitia stage gani? Katika dini ya Uislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake kitukufu, maneno yake adhimu ya Qur'an, ameeleza Mwenyezi Mungu mwenyewe kuhusu swala la urafiki. Naweza ukajiuliza urafiki na mambo haya vinaingilianaje? Vinaingiliana kwa sababu haya mambo yanakwenda mpaka yanafanyika, ina maana watu ni marafiki. Wamekutana kama ni grupu fulani, wakajiunga, tabia yao ikawa ni kitu fulani. Sasa kile kilichowaunganisha kimewafanya mpaka wamefikia hatua hiyo. Sasa tunabidi tuanze na hichi chanzo cha wao kuunganika. Je, walianza vipi? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani sura ya 25, surati Zukhruf, surati Al-Furqan sura 25 aya 27. Anasema wa yauma ya'udhu dhalimu ala yadihi, na ikumbukeni siku ambayo madhalimu watauma mikono yao, watang'ata mikono yao. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila, huku akisema ole wetu sisi, afadhali tungelifuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ya sawa. Hawajamaliza, Mwenyezi Mungu anaamkua na anasema, watasema tena hao, ya wailata, ole wetu sisi, laitani, jamani ole wetu, lam attakhidh fulana khalila, nisingelimfanya fulani kuwa rafiki yangu. Yani huyo mtu ambaye atakuwa na majuto haya atasema hivi kwamba nisingelimfanya fulani, atamtaja huyo fulani ni nani, ndio sababu yake ambaye alikuwa naye duniani wakishirikiana kwa mambo mbalimbali, atamtaja nisingelimfanya fulani kuwa rafiki yangu. Nani atamtaja mwenye rafiki yake? Kwa nini anasema hivi? Laqad adallani, amenipoteza mimi huyu, ani dhikri ba'da idja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula, amenipoteza mimi baada ya kuwa mawaidha yamenijia, na amekuwa shetani ni kiumbe mkhaidi kwa mwanadamu. Kwa hiyo haya ndio majuto ambayo watakuja kujuta wale ambao watakuwa wamejiunga katika urafiki ambao ni mbaya. Kwa kueleweka zaidi, nitoe kisa cha kushuka aya hizi. Walikuwa na marafiki wawili ambao marafiki hao, mmoja alikuwa anaitwa Uqba na mwingine anaitwa Ubay bin Khalaf. Sasa hawa marafiki ilikuwa ni marafiki wanaopendana kweli kweli. Sasa huyu Uqba yeye alikuwa wakati huo, wote hawa kwanza walikuwa wakati huo hawakufuata, walikuwa hawapo katika dini ya Uislamu. Sasa siku moja huyu Uqba akatembelewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika nyumba yake. Alipomtembelea akamwandalia chakula. Anafahamu lazima mgeni akija kulimia, akamwandalia chakula.
Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mimi siwezi kula chakula chako mpaka pale utakapokubali kuwa katika njia ya haki. Sasa Ukba akasilimu, akakubali kusilimu. Aliposilimu, habari zikaenea mpaka kumfikia rafiki yake Ubay bin Khalaf. Ubay aliposikia akaenda akamfuata rafiki yake akamwambia, nimesikia habari kwamba wewe umeingia katika dini ya Uislamu. Sasa nataka nisikie kutoka kwako, ile jambo ni kweli au sio? Ubay rafiki yake akamwambia, mimi ni kweli kabisa. Akaeleza kisa chote, alimjia Mtume na hivyo yote akaeleza. Sasa Ubay akamwambia, mimi na wewe ni marafiki wa siku nyingi. Kutokana na hilo ulilofanya, mimi na wewe kuanzia leo nyuso zetu ni haramu kuonana. Nyuso zetu hizi mimi naye kuanzia leo ni haramu. Mimi naye ni maadui kuanzia leo. Ni haramu kuonana. Isipokuwa ukitaka mimi na wewe tuende sawa kufanya mambo matatu. Jambo la kwanza, ukanushe hiyo dini uliyoingia. Ukanushe. Jambo la pili, umtukane huyo Mtume. Na jambo la tatu, umteme mate usoni. Ukifanya mambo hayo matatu, mimi na kurudi pale. Sasa rafiki yangu tumetoka mbali. Leo nimemuuza. Na masharti niliyopewa ndio haya. Sasa athari ya urafiki ndio pale imeingia. Kweli yule akatoka, akafanya kama alivyoambiwa. Akaikanusha dini waziwazi, akamtukana na Mtume na akamtemea mate. Lakini chanzo cha kufanya hivyo ni nini? Urafiki. Yule rafiki aliyejiunga naye ndio amemwathiri mpaka amefikia kwenye hiyo. Ndio ikawa sababu ya kushuka haya. Mwenyezi Mungu anakumbusha watu kwamba Mwenyezi Mungu naye ametoa tahadhari. Wewe unaona urafiki ni kitu gani, lakini Mwenyezi Mungu amekizungumzia ndani ya Qur'an. Tuwe na tahadhari nao. Kwa hiyo hawa watu mpaka wanafika wajana kwa madawa ya kulevya, wanakuwa wanatumia bangi na nini. Ni yale magrupu mtu anatakiwa angalia anamfanya nani kuwa rafiki. Na imekuja hadithi sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabisa anasema mtu huwa katika tabia ya rafiki yake. Kutokana na hivyo uangalie nani unamfanya rafiki yako. Kwa hiyo Mtume alizungumzia hili swala. Kwa hiyo athari ya mtu kubadilika kuingia katika mambo machafu ni nani aliyekuwa mbaya, nani anayeambatana naye. Hichi ndio chanzo. Lakini katika madhara ni mengi, kwa sababu hata sheria ya kidunia tu inakataa madawa ya kulevya, inakataa, inapigwa vita. Zipo kabisa kampeni zinaandaliwa na nini, mambo yanapigwa vita. Je, kwenye dini itakuwa ina haki? Haina haki kama kidunia haiji. Sawa bwana, ni shehe huyu Murta na namna anakutoa madini yake, ni madini ambayo ni mazito kuhusiana na hawa vijana ambao wanajiunga na makundi ambayo sio makundi ambayo yanawafanya kubadilika tabia hapa katika jiji la Dar es Salaam pamoja na Tanzania kwa ujumla. Tupo hapa tunaendelea kutoa madini. Tunaenda kuangalia kastori kafupi hapa kuhusiana na hawa vijana ambao wanajiunga na makundi ambayo sio na kupata madhara, pengine kupelekea baadaye kuvuta hivi vitu ambavyo ni vibaya. Wenyewe wanasema injini huwa inakuwa exhaust. Ndio mtu anavuta namna hii. Sasa haya vitu kama hivi vinakuwa vina madhara sana na akili inakuwa inapata effect ambayo sio nzuri. Pengine unaweza kufanya kitu cha ajabu. Tuende tukasikilize hii story kidogo alafu tutarejea. Uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Bangi hairuhusiwi katika nchi yetu ya Tanzania. Unga unadhoofisha mwili na pengine mtu kuwa mwizi na mtu kuwa na mambo ya ajabu, mchafu na vitu mbalimbali ambavyo vinaharibu nchi yetu ya Tanzania. Yeyote ambaye atakamatwa na unga basi ni full jela, hakuna maelezo. Na unga muda mwingine unauzwa na viongozi ambao ni wakubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania. Hawa vijana ambao ni nguvu wa taifa ndio ambao wanaathirika vikubwa na hii uvutaji wa mihadarati. Tunapaswa kuwa makini sisi vijana kujiingiza katika makundi haya ambayo si mazuri na inapelekea Tanzania kupunguza nguvu kazi ambao ndi hawa vijana ambao wanaingia
kuingia katika makundi ya mihadarati na kufanya wizi, ubakaji na vitu ambavyo havipasi kabisa. Kitu muhimu ni kuelewa kwamba dunia ya sasa unahitaji uwe makini na mazingira ambayo unaishi pamoja na marafiki ambao unakuwa nao. Hawa ndio wanaharibu katika vijana wengi ambao wanakuwa wananyanyukia. Vijana wenye umri wa miaka 15, 16 na 17, wewe kama mzazi unatakiwa uangalie kwa jicho la tatu, kwa sababu hawa ndio ambao wakiguswa kidogo na marafiki, wakiingia kwenye makundi, wakikosa furaha, waga wanatamani kuzitafutia huko kwenye mihadarati na kuvuta mabangi, maunga, ili mradi wapunguze stress. Kumbe ndio wanapotea kabisa na pengine kuwa dhohofu na umaskini ambao unawakumba vijana wa namna hii. Kwa hiyo ni muhimu sana kama mzazi kufuatilia kijana wako katika aina yoyote ile ya mambo ambayo anayafanya. Kikubwa ni kutengeneza kizazi chako. Tunahitaji kutengeneza kizazi chetu cha Afrika pamoja na Tanzania kwa mjumla. Ewe mzazi, kuwa makini na hili ambalo tunaliongelea leo. Na kurejeshea kijiti chako bwana Fumbwe Ali, uendelee kudiscuss na shehe wako hapa, Shehe Mukhtar. Naam, tumerejea tena. Kama ulivyosikiliza hiyo story hapo, natumai umepata funzo kidogo kuhusiana na hiyo story. Lakini hapa tupo na Shehe Mukhtar, tunaendelea kupata madini kutoka kwa Shehe Mukhtar. Naam, Shehe Mukhtar, kuna stage fulani hivi ya vijana ambao watazipitia. Kuna kipindi fulani cha kutoka O-level, form 1, form 2, form 3, wanakuwa ni watu ambao wakifika form 3, vijana wengi wanakuwa wanaharibikiwa kwenye eneo kama lile. Utakuta kama ni kijana ambaye alikuwa ni mzuri, anajiunga na makundi ambayo ni mabaya. Pengine anakuwa ni mtu ambaye anafuta bangi, wengine wanakula unga. Katika eneo hili hapa, wengi wanakuwa wanaharibikiwa sana. Vijana kama hawa kutokana na wazazi wao wanapambana sana kwa ajili ya wao. Kama wewe unawashauri nini wazazi, nini wafanye pindi mtoto akifikia kwenye stage kama hii form 3 na stage ya miaka, maana kipindi kile ni miaka ambayo wanafikia miaka 15, 16, 17 ndio wanaharibikiwa sana. Nini kifanyike kwa wazazi mradi kuokoa kizazi hiki? Kwanza kabisa, kitu cha kwanza kufanyika, tunatakiwa tutambue kwamba hakuna kitu kinachoenda au chenye mafanikio bila rehema ya Mungu. Hicho ni jambo la kwanza katika vitu vyote. Kwa hiyo wazazi wanatakiwa wafahamu kwamba kwanza, kabla ya hapo waliingia kwenye ndoa hao wazazi, wakaoana, wakaja wakapata hao watoto. Kupatikana hao watoto ni rehema ya Mungu. Sasa yule aliyekuwa huyo mtoto, yeye anamjua maisha yake atakuwaje, atafanyaje. Kwa hiyo jambo la kwanza la kujikinga nalo au japokuwa ni yani jambo lenye kusaidia ili watoto wasifikie, cha kwanza wazazi ni kumtegemea Mungu katika kila hali. Wakabidhi yani katika dua zao, kwa sababu mtoto mzazi dua yake huwa hairudi anapomwombea mtoto wake, na hata mtoto dua yake hairudi anapomwombea mzazi wake. Kwa hiyo hawa watoto kwanza, wazazi wao katika yale maombi wanayoomba kwa Mwenyezi Mungu, waombee watoto wao kila wakati wawe ni watoto ambao wenye kufuata njia iliyokuwa ya sawa. Leo tunaendelea kutoa madini, endelea kukaa kila siku tutakapofungua kipindi kama hichi. Like na subscribe. Jina langu ni Fumbwe Ali, nilikuwa na shehe wangu mahususi kabisa TikTok huko, amekuwa ni mtu ambaye ni maarufu. Tukutane tena kwenye kipindi kama hichi.